Bwana, tena makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni saa nyingine tena nzuri ambayo Bwana ametupa neema ya kuwa mahali hapa. Mungu ametupa kibali cha kuwa mahali hapa, na kwa neema ya Mungu tunakwenda katika kipindi ambacho tulikuwa tunakisubiri. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako kwamba ulichokuwa unakisubiri sasa kimekusubiri. Haleluya. Basi ni saa nyingine tena tunapokwenda kujifunza maneno matakatifu ya Mungu, na kabla hatujaendelea nipende tu kushukuru uongozi wa mahali hapa, mchungaji mwenyeji pamoja na uongozi wote wa kanisa, lakini pia uongozi wa CPCT ambao unatambua uwepo wetu mahali hapa, na uongozi pia wa serikali ambao umetupa kibali cha kuwa mahali hapa. Niseme Mungu awabariki sana. Maana yake tukiwa mahali hapa tunatambua kwamba uongozi wa serikali unafahamu, lakini pia mbingu zinafahamu kwamba tuko mahali hapa. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Basi kwa majina yangu ninaitwa Noah Marco, ni mwanafunzi chuo kikuu Mzumbe, na kwa neema ya Mungu ni mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika jioni ya leo nimesimama mahali hapa kama nilivyosema. Unajua, wakati ambapo tulipokuwa tunaomba kibali cha kuwa mahali hapa, au tulipokuwa tunaomba kibali cha mkutano, tuliomba kibali kwa ajili ya kuhubiri Injili. Maana yake kuhubiri Injili ni kutangaza uweza wa Yesu, ni kutangaza nguvu za Mungu, ni kutangaza habari za Yesu. Hatujaja kwa ajili ya kutangaza kwamba labda sisi ni wanafunzi wa vyuo vikuu, lakini tumekuja kumtangaza Yesu ambaye alituokoa ili aweze kufunua neema yake awaokoe na watu wengine. Haleluya. Tumekuja kutangaza habari za Yesu, mfalme wa wafalme, ambaye aliishi hapa duniani, lakini alizaliwa kama mwanadamu huku ni Mungu. Watu wakafikiri ni mwanadamu, kumbe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuzaliwa kwake kulikuwa kwa ajabu, na ndio maana hata katika Biblia kitabu cha Isaya inamtaja kwamba alikuwa ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Haleluya. Kwa nini namsema kama mshauri wa ajabu? Ni kwa sababu alikuwa ni wa ajabu, aliyezaliwa kama mwanadamu, kumbe ni Mungu. Kwanza mimba yake ilikuwa si kwa uwezo wa mwanadamu, ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bikira akachukua mimba, akamzaa Yesu, akamleta duniani, akaishi kama mwanadamu. Watu wakafikiri ni mwanadamu, kumbe ni Mungu. Waliposikia habari zake kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme, walianza kutafuta namna ya kuondoa ule ufalme ndani yake. Ndio maana wakampiga, wakamuua. Alipokufa akashushwa kaburini siku ya kwanza, na juu ya kaburi wakaweka na jiwe siku ya pili, na pembeni ya kaburi wakaweka na walinzi. Lakini ilipofika siku ya tatu, Yesu akashuka kuzimu, akanyang'anya funguo za mauti. Aliponyang'anya funguo za mauti, akarudi kuzimu, akarudi kaburini. Kaburi halikumweza, ardhi ilimkataa. Kifo na kaburi vilishindwa, ardhi ikamtema. Yesu akafufuka, akawa hai tangu pale mpaka sasa na hata milele. Haleluya. Tumekuja kuleta habari za Yesu ambaye yu hai, na hii ndio ishara ya uhai wake, kwamba anaponya wagonjwa, anafungua waliofungwa, anaokoa. Lakini pia anasema kwamba anawatangazia waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, na wale walio katika giza waweze kuiona nuru. Unaweza kumshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Basi mahali ulipo, naomba ufunike macho, twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Mungu mfalme, asante kwa ajili ya jioni nzuri. Mtumishi wako leo mwandana kwenda kusimama, ninaomba ukamtumie kama chombo chako kiteule. Makutano yako mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza unasema nini,
Naomba Baba neema yako ikatufunike na ikamfunike mtumishi wako, na kila atakayesikia neno hili akapate kujengwa na kufundishwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kuona nyuso za furaha na shangwe wakati ambapo tunapokwenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu aliyeandaliwa. Unaweza kumchapia Bwana makofi na vigelegele. Karibu sana. Karibu mtu wa Mungu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki ulioweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kusikia maneno ya Mungu. Ni Mkuria niliyookoka, na najivunia kuwepo katika mkoa ambao unatambulishwa namna tofauti au karibishwa namna tofauti. Kwetu unapoingia wanakuambia sasa unaingia Mara, sio karibu Mara. Kwa ina namna yake ya tofauti. Lakini pamoja na huo tofauti wake, Bwana aliniokoa. Akanitoa katika kukata watu mapanga, akanitoa katika kugombana, kupigana, akanirudisha katika ufalme wake ili niweze kukata nguvu za giza zinazowasumbua watoto wa Mungu ambao Mungu aliwaumba kwa uweza wake. Na katika jioni ya leo tunaenda kujifunza maneno ya Mungu, na ninaomba unipe sikio lako kwa muda mchache tu ili usikie yale ambayo Mungu amepanga kusema na wewe katika jioni ya leo. Kama una amani nisaidie kusema amen. Kama una amani nisaidie kusema amen. Kama una amani nisaidie kusema amen. Neno la Mungu linasema usalama wa maisha yako yapo kwa Mungu. Usalama wa maisha yako yapo kwa Mungu. Usalama wa maisha yako wewe mwanadamu yapo kwa Mwenyezi Mungu aliyekuumba. Wala hakuna sehemu nyingine ambapo usalama wa maisha yako yapo. Yaweza kuwa usalama uchumi wako, yaweza kuwa usalama wa afya yako, yaweza kuwa usalama wa biashara yako. Lakini katika jioni ya leo Mungu amekuja kukumbusha kuwa usalama wa maisha yako yapo kwake. Wala kuna haja ya kutumia nguvu nyingi kutafuta usalama kwa wanadamu. Wala kuna haja ya kutumia nguvu nyingi kutafuta usalama mahali ambapo unahisi kuna usalama. Hakuna kutumia nguvu nyingi ili kutafuta amani ya ndoa yako. Hakuna kutumia nguvu nyingi ili kutafuta furaha maisha yako. Hakuna kutumia nguvu nyingi ili kutafuta kuolewa. Lakini katika jioni ya leo Mungu anakukumbusha kwamba mtumishi wake au mwana wake aliyekuumba, kwamba usalama wa maisha yako yapo kwake yeye aliyekuumba. Bwana asifiwe. Ninaposema neno usalama, na maanisha usalama ni hali ya kutokuwepo katika hatari. Usalama ni hali ya kutokuwepo katika hatari. Yawezekana ukawa unatembea, yawezekana ukawa unasafiri, lakini ukawa na uhakika wa safari yako, ukawa na uhakika na pale mahali ambapo unaenda. Hiyo ndio tunasema ni usalama. Yamkini unalala usiku, ukawa na uhakika wa kupata usingizi mzuri, hiyo ndio tunasema ni usalama. Lakini kitokeo unalala usiku, unapofika usiku hauna amani, mara unaota ndoto mbaya, mara unaota unakimbizwa na nguvu za giza, mara unaota wanakufanyia mambo ambayo sio sahihi, hiyo bado hujapata usalama. Lakini usalama ni kuwa ni hali ya kuwa na uhakika, ni hali ya kuwa na uhakika kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tuna kujifunza kwenye maneno ya Mungu. Niwashukuru sana waimbaji ambao mmeimba. Wametufundisha mambo mengi kwa kupitia wimbo. Lakini katika jioni ya leo naomba tukasome maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Luka ile sura 15 kuanzia mstari wa 11 hadi 20. Karibu mtumishi wa Mungu tusomee. Kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11, Biblia inasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake.
Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha na maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempatia kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa nimekufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Amen. Naomba tusome na kitabu cha Luka sura 8 mstari wa 43 na 44. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 43 mpaka 44. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Amen. Msaidie kusema amen. Waimbaji wameimba kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi 20, ambayo inatuambia kulikuwepo na baba mmoja ambaye alikuwa na wana wake wawili. Mdogo aliomba sehemu ya urithi. Alipoomba sehemu ya urithi, baba yake akampa. Alipompa ile sehemu ya urithi, yule mdogo akatoka. Alipotoka akaenda nchi ya mbali. Biblia inasema akatumia mali yake kwa ajili ya anasa. Akatumia kile ambacho alipokea kutoka kwa baba yake kwa ajili ya anasa. Mali aliyokuwa nayo iliisha. Baada ya mali kuisha, akajiuliza, ni watumishi wangapi wapo kwa baba yangu wanakula na kusaza? Akazimia moyoni mwake kwamba nitarudi kwa baba yangu, na nitakaporudi kwa baba yangu nitamwambia nimekosa kwa mbingu na pia kwako. Biblia inasema akazimia moyoni mwake akaenda. Alipoenda, babake alipomuona kamlaki. Babake alipomlaki akawaambia watumishi wake waandae karama ili yule mdogo apate kula. Sikiliza nikwambie mtu wa mahali hapa. Somo letu linasema usalama wa maisha yako yapo kwa Mungu aliyekuumba. Tumesoma habari za huyu mtoto. Biblia inasema wakati yupo nyumbani kwao, alikuwa anapata kila kitu kwa baba yake. Alikuwa anapata kila kitu kwa baba yake. Wala kuweza kupitia maisha magumu, wala kuweza kupitia maisha ya kuhangaika, wala kuweza kupitia maisha ya taabu, wala kuweza kupitia maisha ya kufika wakati wa kula pamoja na nguruwe. Lakini baada ya kutoka katika ufalme wa baba yake, baada ya kutoka katika utawala wa baba yake, akaamua kwenda nchi ya mbali. Alipoenda nchi ya mbali, maisha akawa magumu, akadiriki hata kula pamoja na nguruwe, mali yake ikawa imeisha. Lakini katika jioni ya leo, Mungu amekuja kukumbusha kuwa usalama wa maisha yako yapo kwake yeye aliyekuumba. Usalama wa maisha yako yapo kwa Mungu aliyekuumba. Sikiliza nikwambie mtumishi wa Mungu. Sikiliza nikwambie mpendwa mahali hapa. Yamkini wewe ni kijana, yamkini wewe ni mama, yamkini wewe unafanya mambo ambayo Bwana akikuangalia anahisi kutetemeka, akikuangalia anahisi kuugua, akikuangalia anahisi kudhoofika, akisema kuwa huyu mtoto wangu niliyemuumba, niliyefinyanga, kwa nini anapitia haya maisha anayoyapitia? Kwa nini anapitia hii hali anayopitia, wakati mimi nimeweka mambo mazuri kwa ajili yake, wakati mimi nimeandaa mambo yaliyo mema kwa ajili ya maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza nikwambie, yamkini kwenye maisha yako unatamani bora hata usiku usiingie, unatamani bora usiku usiingie.
maana hakuna amani ndani ya moyo. Yamkini kwenye ndoa yako hakuna amani ndani ya ndoa, hakuna tumaini ndani ya ndoa. Unapokutana na mwenza wako hakuna maelewano katikati yenu. Umetumia akili yako, umetumia nguvu yako, umetumia kila namna kwa ajili ya kutafuta amani ya ndoa yako, lakini bado hujapata tumaini. Lakini katika jioni ya leo hakuna mwanadamu atakaye kusaidia kuokoa ndoa yako. Hakuna mwanadamu atakaye kusaidia kurejesha amani katika ndoa yako. Lakini nikwambie kwamba usalama wa ndoa yako ipo kwa Mwenyezi Mungu aliyekupa hiyo ndoa. Ipo kwa Mungu aliyekuruhusu ukaolewa na huyo mwanamume. Ipo kwa Mungu aliyekuruhusu ukamwoa huyo mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini uko mahali hapa na unasikia sauti vizuri. Kwenye familia yako hakuna tumaini. Watoto wanasoma, watoto wanafanya kila kitu kwenye maisha, lakini wanapoenda shuleni kuugua ni kwa ajili ya maisha yao. Wanapofanya kila kitu waweza kufanya kwa amani. Mtoto anaenda shuleni leo, kesho anafika njiani, mama nimeugua, nilipofika njiani najisikia vibaya. Lakini leo Mungu amekuja kukumbusha kuwa tumaini la maisha yako lipo kwake. Usalama wa maisha yako lipo kwake. Mungu akukuomba ili ugue. Mungu akukuomba ili upitie wakati mgumu. Akumuomba mwanao ili aje kupitia maisha magumu kwenye dunia. Akumuomba mtoto wako ili aje mtu akugua kwenye dunia. Biblia inasema kuwa ninajua mawazo ninayowazia mwanadamu. Mungu anajua mawazo anayokuwazia. Anasema ni mawazo yaliyo mema, kukupa tumaini wakati wa ugumu, kukupa tumaini wakati wa shida, kukupa tumaini wakati wa mateso, kukupa tumaini wakati umeugua.